Sisi watu wa serikali kwa sababu ya cheo unapata passport ya daraja la kwanza, si ndio? Ni cheo. Lakini unaenda. Kwa hiyo maana unaenda kwenye ndege, mtu ana passport ya daraja la kwanza, anakaa economy. Alafu unamkinga Mbena wa Njombe, amesoma darasa la 3, ana passport ya kawaida, anakaa business. Anaenda. Wewe unaenda benki kwa sababu wanakuona kwa una cheo, unakaribishwa na chai, unakaa kule business. Mfano unapewa na chai, hata una shilingi 1000. Yule pale hamna mtu anayemfahamu benki. Anapanga foleni na jasho, anaenda pale kwenye account ana bilioni 5. Kuna somo kubwa sana la kujifunza sisi watu wa serikali. Somo kubwa sana la kujifunza. Na hasa sisi watu wa serikali, nilimwambia jana kwenye kikao. The moment watu wa serikali mtakapopata nafasi ya kujifunza kuzalisha kipato nje ya mshahara, mtaheshimu serikali. Mtaheshimu wafanyabiashara. Hamtawatukana, hamtawagombeza, hamtawaonea wala kuwafanyia mambo ya ovyo. Wala habari ya kugombana kuhusu makadirio kwa sababu ni pinchi ambayo unaipitia. Kwa hana hapa watumishi wameanza pia kujifunza kulima viazi, kulima parachichi. Ili wanapojadili uchumi wajue kwamba gharama ya kuingiza kwenye viazi na parachichi ni shilingi ngapi. Ajue gharama ya mbao ni shilingi ngapi. Sio mtu anakaa kwenye kikao cha baraza la madiwani au CMT alimashauri anaropoka tu. Ubao mmoja 1000, afahamu hata ubao unapatikanaje. Tuwataka hizo akili za kijinga tuzifute kwenye vichwa vya watu wanaokaa kwenye viti vya serikali. Ujadili ushuru ambao unaofahamu. Unaamka tu nyumbani kwako umekunywa supu unakuja kwenye kikao sema kila gunia la viazi ushuru shilingi 3000. Umewahi kulima viazi? Umewahi kulima viazi? Sasa matokeo yake anastaafu, anakutana na mambo ya viazi 3000 anatukana serikali ya itumikia alipo alikuwa volunteer. Kwa hiyo tunataka mambo ya kinyaji tuachane.